Recording. Great. Naam, tumekuwa na kalikizo fulani, wiki mbili tatu zimepita kidogo, masuala ya kiafya yalikuwa na mwili ulikuwa unataka upate utengamao wake pia, kwa hiyo nikaupa nafasi. Ninashukuru Mungu kwamba umejipigania na mambo yanaendelea kuwa bora zaidi, kwa hiyo nipo. Inawezekana nisiwe na ile full energy kama ambavyo natamani kuwa maua na kuwa nayo, lakini angalau nipo, yani maisha yanaenda. Naam, sasa katika mazungumzo ya leo nimependa tu, unajua huu mfumo wa, yani katika hii era ama katika nyakati hizi teknolojia inabadilika kwa kasi sana, kiasi ambacho kuna hata ile changamoto ya uwekeze kwenye nini, kwa maana unajua sisi ule usomaji wetu wa kumeza maswala, yani unakwenda mahali unajifunza jambo alafu unataka liwe permanent kichwani, inakuwa gharama, kwa sababu kile utakachojifunza kiwe permanent leo, ile umeshaanza kukamata mwendo nacho kinaondoka kwenye mfumo, kinaletwa kingine. Sasa teknolojia inavyokwenda sasa ni hivyo, kila siku unakuta mabadiliko ya maendeleo ya mifumo mipya, protocol mpya, APIs mpya, terminologies mpya, nguvu tofauti. Kwa hiyo mambo yanakwenda kwa kasi, lakini ndicho kinachotegemewa mara nyingi kunapotokea disruption, evolution disruption kama hii. Mambo mengi yanakwenda kwanza kwa kasi mpaka yatakapopata base. Yakipata ile base ambayo angalau sasa vitu vimekamata mwendo, ndio kunakuwa na utulivu. Hata ilivyoanza internet breakthrough, na yenyewe ilikuwa na masuala mengi, yalianza mengi hapa na pale na hivi, lakini kafika mahali tukakamata momentum, teknolojia ikawa normalized, and then kukawa na evolution and innovation zinazofanyika hapa na pale around the base, yani ile mifumo ambayo ilikuwa imeshawekwa imetulia. Kwa hata sasa bado tutegemee, AI bado iko kwenye infant stages, yani watu wanafanya majaribio, watu wanajaribu kupush boundaries, kuona nini kinaweza kufanyika. Watu wanajaribu kufanya transition, kufanya mabadiliko, na ujue adaptation yake bado. Sasa hivi ni watu wachache kama nyinyi ambao angalau mpo kwenye wale the first movers, watu ambao wanakuwa wa kwanza kunapokuwa na jambo jipya wanajaribu kuliangalia likoje. Kuna wengine inawezekana hata hawafahamu nini kinachoendelea, na mpaka itakapofika mahali ambapo wanalazimika, unajua kuna muda inafika unalazimika kuwa kwenye mfumo kwa sababu hakuna alternative, ndipo nasema kwa kuna AI, what can I do? Kama ambavyo zilipokuja simu za kugusa kioo, na zenyewe zililazimisha watu kwamba bwana, ukitaka simu yenye vitendo fulani na fulani, uwezo fulani fulani, inabidi uwe na simu yenye touch screen. Kwa hata kama ulikuwa ni mpenzi wa button za kugusa kwa vidole, touch buttons, yani press buttons, unalazimika kuwa na simu ambayo ni simu janja ama smartphone, kwa sababu huna namna nyingine ya kupata hizo huduma ambazo vinginevyo usingezipata kama hutabadilisha huo mfumo. Kwa hata sasa bado tuko kwenye transition, mambo mengi yatakuja, yatabadilika hapa na pale, alafu kuna kipindi yatakuwa ya kawaida kabisa, ni AI itakuwa ni kawaida kama ambavyo unaongelea sasa hivi internet, unavyoongelea browser, unavyoongelea mobile apps, ama unavyoongelea, yani yatakuwa mambo ya kawaida tu, unavyoongelea office applications. Kuna kipindi kama nakumbuka miaka ya 90, mtu alikuwa anakwenda chuo kusoma office applications, anakwenda kusoma Microsoft Word, Publisher, Excel, vitu kama hivyo, anakwenda kusoma, anakuwa na cheti kwa sababu ametunukiwa cheti cha utumiaji wa Microsoft Office. Na anavyokwenda kuomba kazi, inakuwa sehemu moja ya vigezo vya juu kwamba bwana, mimi ni mtaalamu wa kutumia Word package. Unaona, lakini fika mahali ile ikawa ni elimu ama maarifa ya kawaida ya lazima mtu kuwa nayo, kama kutembea tu ama kuendesha baiskeli. Kwa hata sasa kutafika mahali AI itakuwa ni kitu ambacho kinaongelewa kwa, lakini huu muhula tulionao sasa ndio huo wenye hizo transition na mambo mengi yanayo move.
Na lengo mojawapo la kuwa na mazungumzo kama haya, kwanza ni kuwekana up to date, angalau kuwekana, tunapata mjadala wa kuona bwana, kweli haya mambo ndio yanayokwenda, lakini pia kujaribu kupeana mwanga wa nini cha kuona, kwa sababu kipindi kama hiki pia tunaita kunakuwa na miluzi mingi. Hmm? Kila unachokiona ukitaka kukifanyia kazi, basi maisha yako yote yataishia kwenye kuvifanyia kazi, kwa sababu ni vingi na kila kimoja kinavutia kwake. Sasa inafika mahali inabidi uchague kwamba bane, okay, naelewa kwamba AI ndio mpango mzima sasa hivi, lakini pia na mimi na mpango mzima wa kwangu, na hivi ndivyo navyotaka kujiweka kwenye nafasi ya kuelewa, lakini nisio overwhelmed. Kwa hiyo kuna hilo pia. Mambo ni mengi mno encapsulate kwa mtu mmoja kwa ubongo huu na kuweza kwenda na spidi yake. Kwa lazima utafute channel, utafute guide rails ambazo zinakuzingira usije ukaenda off chain. Naam, sasa moja ya changamoto ambazo nadhani ni muhimu kuziangalia, ambazo labda tuseme ndio mada nzima ya leo kwa upana wake, ni kwamba AI si teknoloji ambayo inakuja kuendeleza aina fulani ya mfumo wa ufikiriaji kiteknolojia, bali AI ni mfumo mpya ama mfumo tofauti wenye misingi na utendaji kazi tofauti na the traditions, kama tukiita ule utamaduni tuliozoea wa matumizi ya internet na browser na application zake, tukawita ule ndio wa kitamaduni, ndio tradition tulivyozoea kuvitumia. Basi AI inakuja in the same name as a technology of evolution, lakini yenyewe inakuwa na ina mtazamo wa tofauti ama inakuja na methodology tofauti. Na changamoto iliyopo ni kwamba wakati wote kunapokuwa na change, kunapokuwa na mabadiliko, kuna msuguano mkubwa kati ya watu kwanza kuogopa kubadilika, lakini pia kutokufahamu anatakiwa abadilike vipi. Na hili swali nimeliona pia hata kwangu mwenyewe, kwamba kuna kipindi mwanzo nilianza kuiona AI kama an add-on, kama addition kwenye mfumo mzima wa kiteknolojia. Kwa hiyo watu wengi tunalazimika sasa hivi kuichukua AI ili ifit kwenye mifumo yetu ya utumiaji wa teknolojia, kwenye tamaduni zetu za jinsi gani tunafanya maswala, na in essence inafanya kazi, lakini sio katika ufanisi wake halisia, kwa sababu kuna bottlenecks nyingi kwenye mifumo ambayo tunaitumia sasa. Kwa tunajaribu kupita katika eneo hilo. Kwa hiyo just kama prelude tu, unakuta kila mmoja leo kuna jinsi ametumia AI bila yeye kuwa aware. Inawezekana umetumia WhatsApp, sio kwamba inawezekana, wote tulioko hapa tunatumia WhatsApp na tumewasiliana kutumia WhatsApp, na nyuma ya engine ya WhatsApp kuna fully AI engine ambayo ina run. Kwa hiyo inayojua ifanye nini hapa na pale. Mfumo mzima ambao unafanya management kule nyuma, asilimia kubwa ni AI based, ingawa kumetengenezwa transition katikati ama encapsulation katikati, ambayo inapokuja kufanya kazi na wewe, basi wewe inabidi ufanye kazi traditionally. Na naposema traditionally ni kwamba kawaida ukichukua simu yako unabofya screen, una login ama unaweka pin code ama fingerprint ama facial recognition au vyovyote vile, then unafungua WhatsApp, halafu utachagua contact ya mtu unayetaka kuwasiliana naye ama kundi ama group, then utatype ujumbe ama utaattach picha, anything, halafu utatuma, na ujumbe ukija utasoma na maswala kama hayo. Kwa hiyo hiki kinachofanyika hapa kwenye interface ya simu, hii ni traditional method, interface kati ya wewe na kifaa cha simu na application iliyoko ndani yake. Umeona? Lakini baada ya hapo yanayoendelea nyuma, the AI takes over. Unaona? Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba AI inaweza ikawa very efficient na inaweza kufanya masuala mengi, lakini ikifika pale ambapo inatakiwa kuhusiana na wewe, ndipo inatakiwa mifumo mingi ifungwe ili turudi kwenye traditions, turudi kwenye ule ulemavu
wa jinsi gani inabidi nifanye kazi na huyu kiumbe ambaye anatumia hii device. Kama amefanya masuala ya kutuma M-Pesa na nini, mobile money devices nyuma kule sasa hivi zina AI processes, kwa maana ya transactions zinaangaliwaje, kugundua kama hapa hii inaweza kawa ni fraud, kuona kama hii transaction inafuata taratibu ama la. AI engines zina run kule nyuma. Kama unaangalia YouTube videos na nini, zote zile mapendekezo yote recommendation ambazo ukifungua unakuta kuna orodha ya playlist pale ambayo inakwambia angalia hiki, angalia kile. Yote ile ni AI inafanya kazi, lakini interaction ya wewe ubofye nini, uchague nini, imeachwa mikononi mwako in a traditional way. Google Maps etc. Labda unakwenda mahali inabidi uandike, ufungue Google Maps uandike bana, nakwenda anwani fulani, na itaangalia location mahali ulipo, alafu itaanza kukupa maelekezo, lakini ndani yake kuna AI inafanya kazi kule nyuma. Inaweza kaanza kukwambia bwana, hii route unayokwenda sasa hivi imefungwa mahali fulani, ama hii barabara mida hii itakuwa na foleni zaidi kuliko barabara hii, ama itakwambia bwana, duka fulani unakoelekea kwa litakuwa limefungwa baada ya muda fulani, kwa sababu hii safari itachukua muda huu, utafika pale lilikuwa limefungwa. Ndani yake kuna logical AI inayofanya kazi kule nyuma. So asilimia kubwa ya mifumo mikubwa inatumia AI models kwa ajili ya kurahisisha, mpaka hata kwenye masuala ya vita vinavyofanyika sasa hivi, target selections, kufanya simulations na nini, kuna very heavy AI usage mle ndani. Kwa hiyo utaona kwamba wanaofahamu matumizi ya AI, artificial intelligence, wanaitumia vile ambavyo inatakiwa ili kufanya heavy lifting kule nyuma, ila upande wa pili huku ambako sisi tunakuja kutumia, bado tuna fikra na interface za kizamani, na ndio inakuwa bottleneck, yani inakuwa ni sehemu ya mdomo wa chupa inayozuia maji yasitoke kwa pamoja kama yanavyotoka kwenye ndoo, kwa sababu mdomo ule ndio unaodhibiti uwezo wa maji kiasi gani yapite. Kwa hiyo ule ndio ufikiraji wetu wa mifumo ya kizamani kwa kutumia AI. Okay? Kuna kipindi wakati wa evolution ya viwanda, wakati umeme umegunduliwa. Kabla ya hapo kulikuwa kunatumika engine za mvuke. Lakini kilichotokea ni kwamba baada ya umeme kugundulika na baada ya mota kuundwa, kilichokuja kufanyika, wahandisi waliondoa zile engine za mvuke, wakabadilishia mota zinazotumia umeme. Lakini mfumo mzima wa nini kinafanyika baada ya umeme kuzungusha mota ulibakia ule ule wa kizamani. Na hii ikaenda baadaye, akaja kugundua kwamba bwana, hili swala nalifanya kuna ufanisi mkubwa sana unaweza kufanyika, lakini kinachotuzuia ni mfumo baada ya mota una mfikirio ama muundo wa kizamani. Kwa hiyo walipoanza kuunda upya mpangilio mzima wa kiwanda kwa kutumia nguvu ya umeme, kwamba na masuala mengine pia yanafanyika kwa kutumia umeme, ndipo evolution ika take charge na faida halisia. Yeah. Kwa hiyo kuna masuala kadhaa ambayo ni muhimu kuyaangalia ili kuona, je, kinachofanyika sasa hivi, tabia, mtazamo na nini vinaendaendanaje. Angalia mfano zamani, yani katika ule utumiaji wa mfumo wa maisha ya zamani, ilikuwa mtu unakwenda sokoni, unanunua vitu vya kupika, unakwenda nyumbani, alafu unapasua kuni ama mkaa na nini. Unakuta nyumba nyingi zilikuwa na majiko nje, kwa sababu kuna swala la moshi. Ukianza kukaanga samaki, kuna harufu kuna shombo la samaki na nini, kuna masuala kadhaa. Kwa jiko kwenye nyumba nyingi ilikuwa unakuta limekaa upande mahali, limetegwa ili upepo ukipuliza moshi wa jiko usirudi nyumba kuu. Ule ulikuwa ni mfumo. Alafu baadaye kukaanza kuja mabadiliko ya nyumba za kisasa. Na kama nakumbuka pia zamani choo kilikuwa kinakuwa mbali, lazima ufanye zoezi. Kuna mita kadhaa, mita 20, mita kadhaa unakwenda kule nyuma ya mti, ndio kuna choo kipo kule, kina hewa safi, kina breeze inapita. Yote ilikuwa ni katika mfumo wa kimpangilio wa mazingira yale. Sasa modern design ilivyoanza kuja na kukaa mijini, uwezo ukaanza kusambaza vyoo pale na pale. Kwa inabidi kuanza kutumia utaalamu wa kujenga vyoo vya ndani. Sasa vyoo vya ndani huwezi ukachimba shimo alafu ukaweka
miti pale juu na kimfuniko cha mbao, nyumba itakuwa na shida. Kwa kuna masuala mengine kwamba inabidi uflash kwa kutumia maji, kuwe na zile U ambazo zinatuamisha maji ili harufu ya nje ya kwenye shimo isirudi ndani na kadhalika na kadhalika. Sasa yote haya yanaonyesha ni jinsi gani mabadiliko yanatakiwa kwanza kubadilisha mtazamo. Sasa kumbuka, kuna watu ambao fikra zetu ziko kwamba bwana, choo lazima kiwe mbali, kwa sababu ile bwana, shughuli inafanyika kule ni shughuli binafsi kabisa. Una tumbo lako linakwenda spidi, ambao umekula chakula chako chenye afya mwilini, kina protini nyingi. Kuna masuala mengi, kuna harufu, kuna kelele za washangiliaji zitokanazo na masuala hayo yanayokuwa kule, kwa unataka yawe binafsi, you need privacy on that. Lakini sasa unapoingia kwenye sebule ya mtu, alafu unaambia bwana, nataka kwenda uani, unaonyeshwa mlango ule pale, alafu hapo ulipotoka tu mlango umeingia pale sebuleni, kuna jamii imetulia na unajua kabisa kwamba hiki chumba nilichoingia sasa hizi nikiamua kuachia masuala yangu binafsi hapa, kuna kelele nyingi ama kutakuwa na perfume nyingi itakayotoka hapa, inaweza inakuondolea wewe pia ile hali ya utulivu wa kufanya unachotaka kukifanya. Sasa ile ndio msuguano uliopo kati ya mtazamo wa fikra za ukisasa na mfumo wake, lakini na wewe unafikiriaje? Kwa waliozoea hawana shida, lakini swala la pili pia ni kwamba unapokuwa na choo cha ndani, kuna jinsi ya kukiweka kiwe safi. Vile vyo vyetu vilivyokuwa vinakuwa kule shamba, ulikuwa una haja ya kuna wadudu wale wanatembea, kuna nzi wanaruka, ilikuwa ni sehemu ya mfumo, ni an ecosystem, na upepo unaopita unasaidia kuregulate ile hali ya pale. Lakini choo kinapokuwa ndani, kuna maswala yanaanza. Unatunzaje maji yasimwagike ovyo? Unasafishaje choo kisiwe na harufu? Kwa sababu kikiwa na harufu kidogo tu, nyumba nzima inabadilika hali yake. Sasa yote haya anataka uwe na mbadiliko wa mtazamo na tabia ili uweze kuendana na huu usasa. Kwa hayo yote yanafanyika hivi hata katika teknolojia, kwamba ili uendane na AI lazima pia mtazamo wako uielewe, halafu ubadilike nao ili uweze kuitumia kwa tija. Vinginevyo utakuwa unalazimisha unaitumia kama plan B. Ndio maana kuna watu anakuwa na nyumba ya kisasa, ana choo cha ndani mpaka master, lakini inapigwa kufuli ile, afu kuna choo cha nje, kwamba bwana, mtatumia choo cha nje kwa sababu tabia zetu bado ni za kizamani. Alafu itakapotokea kuna siku specific inahitaji matumizi ya AI, basi mtu ndo anakwenda kufungua choo cha ndani anakitumia, ama mtu maalumu anayefahamu kutumia choo chenye AI katika mfumo huu. Kwa hiyo hizo zote ni mitazamo. Tools zipo, mfumo upo, infrastructure ipo, lakini fikra na utumiaji unataka wewe pia kubadilika. Okay? Kwa hiyo ndicho kitu ambacho kinatakiwa tukifanye sisi kama watumiaji ama tunaokwenda kutumia. Sasa hatua za matumizi ya AI, moja, AI inakuja kuboresha, kwa sababu kutumia AI kunafanya kazi zilizopo kwa haraka zaidi. Ni kama kubadilisha taa za mishumaa na balbu za kwenda kuweka balbu za umeme ama LED light bulbs. Kwa hiyo AI inakuja kuboresha. Sasa ili iboreshe, lazima sisi tujue tunataka kuboresha nini, kinaweza kuboreshwaje, kutoka hatua gani mpaka hatua gani, lakini katika mfumo gani pia. Lakini swali la pili la muhimu ni kwamba mapinduzi ya AI yanahitaji ubunifu mpya, kwa sababu kwa sasa tunahitaji kubadilisha mchakato mzima, kwa sababu AI inaweza kufanya mambo ambayo binadamu hawezi. Huu ni ubunifu wa kweli, lakini pia katika mbinu, yani njia ambazo mwanzo zilikuwa zinafanyika tofauti. Jaribu kufikiria hivi, traditionally ilikuwa, wanitafute browser. Okay. Kwa traditionally ilikuwa hivi, nikitaka kufahamu labda nini maana ya AI na inafanyaje kazi, ukiandika kwenye browser search ama Google search kwa mtindo huu, ukiondoa AI overview inayokuja hapo juu, majibu yalikuwa ni
kuna link zinaletwa, orodha, artificial intelligence, AI ni nini, AI ni nini, mwongozo rahisi wa kusaidia, akili mnemba, Wikipedia, sui maana ya nini. Kulikuwa na orodha ya tovuti zinaletwa, ili sasa swala la wewe uamue, swali ilikuwa ni wewe unaamua unataka kusoma kipi. Kwa lazima utumie akili yako kwamba unataka kusoma kipi. Sasa ndio wanajitahidi kukuletea the most relevant ziwe on top, lakini wewe inabidi uanze kufanya scanning kwamba artificial intelligence, okay, Tama labda Tehama labda ngoja nisome hii. Inabidi ufungue uende kuisoma, ujaribu kuangalia kinachoelezewa. Sasa kama unafahamu unaweza kusema bwana, hii material wananipatia sio yenyewe. Kama ufahamu, maana yake you are now in a ghost chase, unatafuta kitu ambacho pia hukijui. Kwa utabakia tu kuzunguka kwenye hizi link bila kufahamu, bila kupata guidance, kwa sababu ndivyo ambavyo mfumo ulikuwa umetengenezwa ili uweze kukidhi mahitaji ya kibinadamu. Kwa sababu zamani, ama mfumo uliopo sasa hivi, binadamu ndo unajifunza kutumia kompyuta ama kuitumia teknolojia, na yenyewe imetengenezewa limitations ili iweze kuwasiliana na wewe kutokana na limit ambayo sisi tunayo. Kwa jinsi ya kuclick, kunavigate, ile sio limitation ya uwezo wa kompyuta, ile ni limitation ya uwezo wa sisi kunavigate kwenye systems. Ndio maana ili tuweze kufungua inabidi tu click, alafu tafute taarifa, una copy hapa, unaenda unafungua document nyingine, unafanya summary na mambo kama haya. Lakini swali hili hili limejibiwa na AI hapa chini. Sasa huyu bwana AI ambaye hapa ni Gemini hajajibu kwa kuleta links. Yeye alichofanya, amekwenda kufanya sanitation, amefanya composition, amekwenda kutafuta maelezo yanayofaa kuelezea hili swala kutoka vyanzo mbalimbali, alafu yakakompile katika lugha ambayo wewe unaweza ukaelewa. Ameeleza hapa AI, artificial intelligence kwenye mabano, ama kwa Kiswahili akili mnemba, akili bandia, ni teknolojia inayowezesha kompyuta au mashine kufanya kazi zinazohitaji akili ya binadamu. Kazi hizo ni pamoja na kujifunza, kuelewa lugha, kutambua picha na kufanya maamuzi. Okay? Kwa hii ndio kwa ufupi ule maelezo nini AI. Na hapa amekwambia kwamba ameitoa hii kutoka Wikipedia. Kwa kama ungekuwa umetumia Google, itakiwa ukaklik Wikipedia, ukasome, ufanikiwe kuextract hii short explanation. Baadaye akasema teknolojia hii inafanya kazi kupitia hatua kuu zifuatazo. Moja, ukusanyaji wa taarifa, data. AI huchambua idadi kubwa ya taarifa za mifumo kutoka kwenye vyanzo mbalimbali, na hii imetoka Jamii Forums Tanzania. Okay? Sehemu ya pili anasema kujifunza kwa machine learning. Badala ya kufuata maagizo ya kawaida, kompyuta hujifunza kutokana na makosa na uzoefu kadiri inavyotumia data hizo. Hii imetoka Rich Academy. Alafu anaendelea, mitandao ya neva, neural networks. Hii ni mifumo inayofanana na ubongo wa binadamu inayowezesha mashine kutambua uhusiano tata wa mambo. Hii nayo imetoka Rich Academy. Kwa hiyo utaona hapa kuna sources kadhaa ambazo zimekuwa sanitized na AI na kukuletea wewe maelezo ambayo yanajibu kile ambacho unataka. Hasa tukirudi tukasema katika swali hili tukasema AI inaweza kusaidia nini katika masomo yangu kwa sasa. Kwa hili nalo ni swali lingine, tunataka tujue AI inaweza kutusaidia vipi, lakini nataka tuone pia tofauti ya traditional search, lakini pia nini AI inaweza kufanya kupa the same information in a better way. Kwa hiyo AI hapa kuna list ambazo zimeletwa tena. AI na ufaulu wa mitihani, mwanafunzi tech, masharti muhimu ya AI. Kuna link kadhaa, inabidi uanze kuzunguka humu ili kufanya filtration, kutafuta sehemu gani yenye tija. Hiyo ni traditional way, yani ule utamaduni wa kawaida tulikuwa tunatumia kufanya searching. Tukija kwenye jibu la AI, inasema AI inakusaidia kuboresha ufanisi wako katika kujifunza kwa kukuwezesha kufupisha mada ndefu, kufanya tafiti za haraka, kuelewa lugha ngumu na kutengenezea maswali ya kujipima. Inafanya kazi kama mwalimu wa ziada anayekupa mwongozo wa papo kwa hapo wakati wote. Kwa unaanza kuona kwamba majibu yameletwa hapa kutokana na jinsi nilivyojieleza, my intent, what do I need to.
Na haya yote yanaletwa kwa sababu AI ina uwezo wa kumeng'enya na kung'amua intention yako na kutumia hiyo vast amount of data iliyonayo na kwenda kufanya craft jibu gani linakuja kutatua unachotaka kukifanya. Sasa maana yake the paradigm here ni kwamba kinachobadilika, badala ya binadamu kujifunza kutumia kompyuta, kwamba unaenda kusoma Word, unaenda kusoma jinsi ya kutengeneza hiki, inabidi sasa hivi ujifunze kujielezea nini unachokitaka. So, sasa hivi tumebadilika, tunasema unapokwenda kuongea mtu na mtu, hatufanyi clicking. Yani katokea hapa nikaonana na Mr. Melezi hapa, siwezi kusema okay, simuoni yeye kama interface kwamba ili nimpe ujumbe anatakiwa nibonyeze hapa, anatakiwa niongee hivi kama command. We don't yani, kutokana na tutakavyoonana na mali tulipo, nitamwambia mzee, habari zako mzee? Ah, salama bwana, mimi ndo fulani. Ah bwana, vipi? Na mood yetu haitakuwa sawa sawa na mood ya mtu mwingine, kwa sababu kila mmoja atajielezea anavyotaka kueleza. Bwana, mimi naitwa fulani, naelekea huku, muda wangu uko hivi, nataka kufanya hiki, na atajibu kutokana. Hiyo ndiyo intelligence ya kibinadamu. Na sasa tunaongelea artificial intelligence. Maana yake ni kwamba katika the same module ndivyo tunavyotakiwa kuanza kuinteract na technology, kwamba nikifika hapa badala ya mzee Mataro ameshakaa kwenye utalii, inatengenezwa ukurasa wa utalii unaoelezea Kilimanjaro statically kwa watu wote watakaotembelea ukurasa ule. Awe ni mtu ambaye yuko pale pale Moshi, akifungua akasema nataka kuona Kilimanjaro, ataona taarifa zile, bwana, Kilimanjaro ni mlima mrefu kuliko yote hivi na hivi, una kilomita ngapi sijui za urefu, kwenda mita ngapi za urefu kwenda juu, una peak ngapi, vilele viwili pale juu. Atakayefungua toka Marekani, atakayefungua toka na Chingwea na kwingine kote, atapewa maelezo yale yale, kwa sababu yamewekwa pale statically, na yote atakayefungua ndio taarifa atakayopewa. Lakini je, kuna tija kwenye kuonyesha taarifa inayofanana kwa watu wote regardless ya wanauelewa gani, wako wapi na wanataka nini? Kwa kwenye mtandao wa sasa, kwenye mfumo wa sasa wa kiteknolojia wa AI, tunafika mahali ambapo tutatakiwa kubadilisha hata mifumo ya tovuti, kwamba tovuti sasa haitakuwa static, kwa maana ina taarifa ambazo zimekuwa branded kwa ajili ya mtu yoyote. Inabidi kuwe na interaction, intent ya mtu anayekuja, kwamba mtu anaweza kauliza tukusaidie nini. Kuna kwa mfano kama chatbot ikikaa pembeni, unasema tukusaidie nini? Naambia bwana, mimi nataka kutalii, nataka kufanya safari niende nchi za Afrika Mashariki, nataka nikapande mlima, nataka pia niweze kuexperience labda kuona wanyama wa porini. Naambia basi hilo swala jepesi. Sasa bwana, kwa sababu nikiangalia kutoka taarifa nilizonazo hapo, unatokea Ujerumani, na kama unatoka Ujerumani, hali ya Ujerumani iko hivi. Kwako wewe ukibadilisha hali ya hewa hii inaweza ikawa nzuri kwa miezi hii na hii itakufaa. Na wakati kwa sababu nataka kupanda milima, kuna milima mitatu ya kupanda. Unaweza kupanda milima ya Uduzungwa, ama upanda mlima Kilimanjaro maarufu, ama kitu hiki. Lakini vile vile ukitaka kuona wanyama, nenda msimu fulani, kwa sababu utaona hiki na hiki. Je, unapendelea nini zaidi? Unataka wanyama zaidi ama mlima zaidi? Na kadiri atakavyojibu ndivyo atakavyoendelea kupata taarifa zenye tija kwake. Wakati mtu mwingine anaweza kaja, sababu nataka kwenda kuangalia Zanzibar ikoje, nataka kuona beach, nataka nikafanye snorkeling na vitu kama hivyo, naye atapewa taarifa zinazomfaa kutokana na anachokitaka. Lakini tovuti ni ile ile, ila nyuma yake kuna AI model ambayo sasa hivi itamjibu mtu kutokana na jinsi anavyojieleza na nini anachotaka kufanya. Kwa hii ndio paradigm shift ambayo wengi wetu ama sisi tuliopo inabidi tujifunze kubadilika nayo, na ubora mwingine, mfano hiki ni kitu chema sana kwa wanafunzi. Mtu anayejifunza sasa hivi, kama ukiweza kueleza na kujua jinsi ya kutafuta taarifa, unaweza ukafundishwa kwa ubora zaidi na AI kuliko unavyofundishwa na mwalimu wako anayekufundisha darasani. Sasa simaanishi kwamba walimu hawajui kufundisha, hapana. Nachojaribu kusema ni kwamba walimu wamekwenda pedagogical studies, wamejifunza jinsi ya kufundisha wanafunzi, lakini kuna kitu kinaitwa the balancing, kwamba wanapoingia darasani lazima wajue mwanafunzi smart ni nani na mwanafunzi aliye slow ni nani, anayeelewa haraka ni nani na anayechelewa kuelewa ni nani. Halafu atafute uwiano wakati wanaanza kwenda na mwendo ambao
anayekimbia atarudi kidogo na anayekwenda taratibu atavutwa ili tuwe, kwa sababu hawezi akafundisha mtu mmoja mmoja. Na ukitaka mwalimu akufundishe one to one, atakufundisha kwa tuition, kwa ada ya ziada na muda wa tofauti, lakini pia kwa mtazamo wake, kwa sababu mwalimu anabakia kuwa rigid. Kumbuka hivi kwamba mwalimu, uzoefu wake, uelewa wake na jinsi anavyoweza kueleza haubadiliki kutokana na uhitaji wako, unabakia vile anavyoweza kueleza. Wewe ndio inabidi uanze kuelewa kutokana na uelewa wako. Wakati kwenye AI ukiambia kwamba ngoja tuweke mfano, nitaleta hapa Cloud AI. Kuna kitu nataka pia mfanye notice, watu wajifunza matumizi ya AI. Kwa hiyo nilichofanya hapa, mimi nataka kufundisha leo, nimetaka tuongelee masuala ya paradigm shift. Kwa hiyo nikatengeneza summary yangu ya nini nataka kufundisha, kwa nini nataka kufundisha, na kwa nini nimechagua tuongee mada hiyo. Nikaipatia AI, nikasema okay, nataka kufundisha swali linalohusiana na masuala haya katika mtindo huu. Hebu niambie njia bora ya masuala gani, lakini pia nataka nitumie masaa mawili ama 1 dakika 45. Pointi gani za kugusa ambazo zitawapa tija ya watu. Kwa hiyo nikashindanisha AI 3, zikanipa mawazo yake, nikachagua mawazo yanayofaa, nikatengeneza short slide. Baada ya hapo nikapeleka kwenye moja ya AI ambayo ilikuwa ni Gemini, nikaambia nitengenezee, ilikuwa ni ChatGPT, tengeneza slide, ikatengeneza. Nikachukua hizo slide nikazipeleka Cloud, nikaambia hebu angalia hizi slide, je, nikienda kuwafundisha watu wataelewa kwa mmeng'enyo huu? Kaambia ndio, lakini boresha hiki na hiki. Nikaangalia leo nipendekezea, alikuwa mambo 6, nikaona matatu yanatija, nikayachukua. Baada ya hapo nikaiambia Gemini itengeneze slides, ndio nazozitumia hapa. Kwa nazo zimetengenezwa kwa AI. Kwa yote haya najaribu kuambia ni kwamba ninajieleza ninachotaka kufanya, ninavyotaka kufanya na kufanya kwa ajili ya nani. Okay? Kwa mimi sijakaa hapa kuanza kutype slide kichwa kimoja kimoja, hapana. Mimi naielezea AI ninachotaka kufanya inifanyie masuala ambayo mimi yatakwenda kunisaidia kufanya na kwenda kuyafanya. Okay? Baada ya hapo nikafungua Cloud, nimetengeneza chat session inayoitwa Training on the New Thinking in Age of AI. Kiangalia hapa juu, nikaipatia slides. Hizi ni slides ambazo tunazitumia. Slide hii hapa nikai-upload kwenye Cloud AI, nikaiambia I will be using you for webinar session now. I am training people about a new way of thinking in the age of AI. So when I ask questions, I will be demoing the screen. The answers should be aiming at explaining the issues at hand. So not like answering me only. Kwa nikaandika tu hiyo ili niambie ninachotaka kufanya. Ikanijibu kwambia got it Festo. I'm ready to support your webinar session. I'll keep my answers clear, audience facing and explanatory, as if speaking to your participants on screen. Whenever you ask a question, I'll frame the response to help your audience understand the concept, not just reply to you personally. Let's go. What's your first question for the session? Kwa maana yake hii AI mpaka sasa katika hii session imeshajitune na nimeipa maelezo kwamba niko kwenye session. Kwa nikiuliza swali hapa siulizi kwa ajili yangu. Nauliza nikiwa nimeonyesha screen kwa watu, nataka maelezo yao yanawasaidia. Kwa maana huyu mwalimu nimemwandaa kwa ajili ya kufanya hayo, lakini kingine, mimi sijasoma pedagogy. Yani mimi sio mwalimu by profession. I'm just an engineer. Kwa hiyo ninaweza kuelezea technical infrastructure, naweza nikatrain watu technically, lakini sio mtu ambaye naweza nikaandaa labda mada, topic na nini. Lakini kwa sababu ninajua ninachokitaka kufanya na kuna revolution ya AI solution inaweza kanisaidia mimi kuruka viunzi vya kwenda kusoma chuo cha ualimu. Okay? Kwa mfano nikauliza hapa swali linalosema jinsi gani AI inaweza kusaidia mwanafunzi kusoma kwa ubora kuliko hata kutumia mwalimu halisia. Sawa. Kwa hiyo hili swali ningekuwa naliuliza
personally bila kuipa instructions ingenijibu mimi, kwa sababu inafahamu my understanding, my skills and my level, kwa itanijibu kutokana na complications za uelewa wangu. Lakini kutokana na guidance ambayo nimeipatia, tutaona inaweza kajibu ili inakuwa ni sehemu ya kuwafundisha, yani kama tunavyofundishana. Kwa hiyo watu wale anasemaje? Kwa nasema swali zuri sana, na hii ndio moja mabadiliko makubwa zaidi ambayo AI inaleta katika elimu. AI inasaidia mwanafunzi kusoma vizuri zaidi. Hivi ndivyo inavyofanya. Moja, mwalimu wa binafsi saa 24 siku saba, kwamba huyu ni kama mwalimu personal. Mwalimu wa kawaida ana wanafunzi 50, 40 darasani, hawezi kutoa muda wa kutosha kwa kila mmoja. AI inaweza kuwa mwalimu wako peke yako, inajibu maswali yako wakati wowote bila kuchoka, bila hasira. Yote ni maswali ya msingi. Kwa hiyo AI inaweza ikawa, yani wewe kama unajua unachokitaka, ni mwanafunzi mwenye njaa ya kujua unachotaka kusoma, there's nothing will stop you, kwa sababu material zote ambazo zimefungiwa kwenye maktaba zimefunguka, ziko ndani ya model somewhere. Maktaba ambazo ziko Harvard, ziko Yale, ziko UD, ziko wapi, data zote ambazo zilikuwa kwenye yani ziko mahali, ziko kwenye model. Kwa the AI will get that information. Okay? Kwa hiyo hakuna bwana vitabu vimekuwa vichache siku hizi, vitabu vya kiada na ziada. Unajua material hazipatikani, inabidi upate kitabu kutoka kwa nani? Hiyo sio excuse sasa hivi. The data is there. Mbili, inajua kiwango chako. This is very important. Unaona? AI inaweza kugundua haraka wewe unaelewa nini, unakosea wapi, unahitaji maelezo zaidi ya aina gani. Kisha inabadilisha njia yake ya kufundisha kulingana nawe, si darasa lote. This is the point I was referring before. Kwamba mwalimu anapokuwa darasani, pedagogically anatakiwa ajue darasa lake lina wanafunzi 40, lakini wanatofautiana viwango. Kuna anayeelewa haraka, kuna ambaye ni slow, kuna ambaye ni vurugu tu. Kwa lazima ana balance, darasa lazima liende na waende kwa kitu anaita curriculum au syllabus. Alafu tatu, haina aibu ya kuuliza. Wanafunzi wengi wanaogopa kuuliza maswali darasani, wanafikiri wenzao watacheka. Kwa AI unaweza kuuliza swali lile lile mara 10 bila haya yoyote, na AI haitachoka, haitakuona, haitakuangalia vibaya. 4, inafundisha kwa lugha yako, mfano wako. Unaweza kumwambia AI nieleze kwa Kiswahili ukitumia mfano wa maisha ya kijijini. Mwalimu wa kawaida hawezi kufanya hivyo kwa kila mwanafunzi. 5, inakurekebisha mara moja. Okay? Nakwambia unaandika insha au unatatua hesabu, AI itakwambia sasa hivi ulikosea wapi, kwa nini, si baada ya wiki moja ukipata karatasi yako na kurudishiwa. Kwa hiyo ni katika hali ya kawaida unaandika kitu, unamtumia mwalimu, inabidi akasahihishe, na bahati nzuri akipitia ndio anaweza kukuwekea remarks. Kwa this is your personal trainer ambaye anakufundisha everything na imekuwa customized kwa ajili yako. Lakini kumbuka AI si mbadala kamili wa mwalimu. Mwalimu wa kweli analeta moyo, uzoefu wa maisha na uhusiano wa kibinadamu, mambo ambayo AI bado haiwezi, bado hayana. Bora zaidi ni mchanganyiko wa mwalimu wa kweli pamoja na zana za AI. Kwa hiyo ni masuala ya msingi, na vile vile tukumbuke lile swala ambalo tumeliongelea mara zote. Unapotumia AI, kumbuka inaweza kufanya makosa, yapo tu, kwa you need to be able to verify. Kwa juhudi yako bado ni ya muhimu. Hitimisho, AI inafanya elimu kuwa ya binafsi zaidi na haraka zaidi, na inayopatikana kwa wote, hata wale wanaoishi mbali na shule nzuri. This is very key. Kwa sasa hivi ukiwa tu na kifaa chako na internet, unaweza ukasoma chuo chochote unachotaka kusoma kutokana na wewe una njaa ya mtindo gani. Kwa hiyo majibu haya yaliyotoa hapa, ningeuliza kwa mfano let's say tuchukue swali hili alafu nikauliza when, kwa tuone kama Kwen iko hapa. Kwen ni moja ya other chatbots ama models. Hii nauliza direct kwa sababu yani sijaipatia maelekezo yoyote ya ninataka kufanya nini. Kwa ngoja nilete hii screen hapa. Okay, what are you working on?
Na paste lile swali, jinsi gani yeye anaweza kusaidia mwanafunzi kusoma kwa ubora kuliko hata kutumia mwalimu halisia. Searching the web, reading resources. Hii Qwen.36 ni model, ni AI model ambayo ni ya Chinese ambayo iko na jamaa wa Alibaba, kama mnamfahamu Alibaba ama Express Type. Kwa hiyo it's free, it's open source. Kwa hiyo unaweza ukatumia pia badala ya kulipia. Naam, kwa hiyo majibu mengi hapa yanaelekeana, lakini presentation yake iko direct kuja kwangu. Faida za AI kwa mwanafunzi: kujifunza kwa njia ya kipekee, personalized learning. Ameelezea hapo upatikanaji wa masaa 24/7, hata yule alijibu hivyo. Uvumilivu sio wa mwisho, kama vile jamaa anasoma kitabu kimoja. Maelezo ya mara moja, instant feedback, baada ya kusubiria kurudishiwa karatasi. Kutambua mapungufu ya maarifa. Gharama ya nafuu na uwezo wa kufikia wengi. Kusaidia katika lugha ya ufikivu. Vifaa kama Microsoft Immersive Reader vinaweza kusaidia mwanafunzi mwenye changamoto za kusoma faili lugha na vitu kama hivyo. Mambo ya kuzingatia: ingawa AI ina faida nyingi, ni muhimu kukumbuka uvumilivu na hiyo, lakini uelewa hisia. AI ni mdogo. Mwalimu kwa kuelewa hisia kwamba sasa hivi una hasira ama una huzuni ama una njaa, AI won't get that. Mwalimu atagundua, bwana, mbona unakuwa na huzuni sana leo? So you need that human touch. Kujenga uhusiano, you can't create a relationship with an AI, lakini kwa mwalimu ni muhimu sana, kwa sababu utatengeneza ile human touch. Kufundisha jinsi ya kujifunza, mwalimu ni bora zaidi, anaweza kukuelekeza wewe jinsi ya kujifunza, lakini AI yenyewe inaendelea kujifunza. Naam, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa ufupi nijaribu kudemo jinsi gani ambavyo tunaweza tukatumia AI kupata unachokitaka, mradi ujue kwamba sasa tunabadilisha, badala ya kusearch ule mtindo wa Google, kuandika pale nianze kuelezea nachotaka kufanya. Kwa hilo ndio swala la msingi zaidi. Okay? Mabadiliko ya msingi zamani mtumiaji anajifunza kutumia mfumo, nimeeleza hivyo, lakini sasa AI mfumo unajifunza kutoka kwako. That's the main biggest difference, kwamba zamani ulikuwa unajifunza, naenda kutumia Microsoft Word, unajifunza nikitaka kuweka kanuni nibofye pale, nitaka kuweka bold niende kwenye format, sio nifanye hivi, ni click hapa, select hiki, funga huko, unajifunza kutumia. Sasa hivi kwenye AI unaiambia, niandikie hii barua, nataka heading iwe bold, nataka majina yawe hivi, nataka layout iwe hivi. You don't need to know how to do those. Yenyewe ikishajua unachokitaka, it will do that for you. Ndio jinsi development zinakwenda, lakini unatakiwa wewe ujue unataka kubold. Lakini kama hujui pia kwamba unataka kubold, unaweza kaiambia, nataka kutengeneza hii nakala, ni barua au ni ripoti kwenda kwa bosi wangu, sijui format nzuri itakuwaje, kwa hiyo naomba unishauri natakiwa kuformat vipi ili ripoti yangu iwe na ubora. Pia AI ikishajua kwamba hujui na unachotaka kufanya ni nini, itakupa ushauri kwamba bwana, I think the best way I can do, katika ripoti nyingi zinaweza kuwa hivi, na inaweza kukuuliza, je, una mfano wote wa ripoti ambazo zinatumika kwenye kazi yako, ili nitumie mfano huo kutengeneza ripoti yako. Kwa hiyo you don't need to know how to do things, you need to know what you want or explain how you want it to be. Okay? Mwanzo kulikuwa na form, menu, hatua zilizowekwa kwamba unakuwa next, wanakuguide nini cha kufanya. Lakini sasa hivi swali ni kwamba unaweza ukafanya masuala yote kwenye line moja kama unaweza kuelezea, ama ukafanya moja moja kutokana na unavyouliza. Mwanzo kwa unabidi utafute maneno sahihi ya kuongea, unaposema close, bold, lakini unapotumia AI unaweza kusema fanya kichwa cha habari kiwe na muonekano wenye nguvu zaidi, na bado ika bold. Unaweza kaambia ifanye hii iwe na uzito zaidi kuliko nyingine, bado ika bold. Kwa you don't need to know the terminology kwamba bold ama italic ama justify. Kuna muda unatumia Microsoft Word ama Office packages, unajua kabisa unataka maneno yakae kulia, lakini unaanza kujiuliza, hivi nikitaka maneno yakae kulia natakiwa niende kwenye menu ipi? You need to know
the terminology and what to do and where to find it, ili uweze kujustify maneno yakae upande wa kulia. Lakini kwenye upande wa AI inatakiwa uelezee, bwana, nataka maneno ya juu yakae upande wa kushoto, yanayofuata yakae upande wa kulia. Hiyo ndio intent yako, and then the AI will figure out kwamba huyu anachotaka kufanya ni justification ya kulia na alignment ya kushoto ya upande wa juu. Kwa hiyo the main key kwa sasa, unatakiwa uweze kujua jinsi ya kufanya orchestration, jinsi gani unaiambia AI unachotaka, unachoelewa au malengo yako. Ukiweza kuelezea, you always get answers. Lakini pia usiende kibubu ama kama kipofu, kwa sababu everything that you get you need to be able to verify. Jaribu kuangalia jinsi ya kuverify, kwa sababu hallucination bado ipo. Kama nilivyosema, teknolojia ni mpya na inaendelea kukua, kwa hiyo bado haijafika mahali ambapo tunasema ni reliable. Uwezo ukaitumia kudiagnose mgonjwa na ukarely kwenye ripoti yake. You just need a human touch. Daktari apitie aseme ili liko sahihi ama hili haliko sahihi. Kwa bado kutakuwa na huo mvutano kwa sasa. Okay? Naamini hii tumeshaipitia. Ugunduzi mkuu wa leo ni kwamba zamani watu walijifunza kutumia kompyuta na mifumo yake ili waweze kupata majibu ya maswali yao ama kufanya kazi zao. Lakini sasa hivi inabidi watu wajifunze kujieleza, wanataka nini, kueleza nini hawafahamu na wanataka kujifunza, and then majibu yanaanza kuja accordingly. Sasa kwa kadiri unavyoweza kueleza unachotaka ama unavyotaka na kwa namna gani, ndivyo AI inaweza kukusaidia kwa tija. Swali dhaifu unaosema nipe mawazo ya biashara, majibu yatakayokuja utapata majibu ya jumla na hayakusaidii. Swali bora unasema nipe mawazo 5 ya biashara ndogo Tanzania, mtaji chini ya shilingi 500,000, majibu yanayofaa zaidi yatakuja. Lakini ukiuliza nina ujuzi wa kupika, niko Dar es Salaam, nina mtaji wa shilingi 300,000 na muda wa saa 4 kila siku, nipe wazo moja la biashara na jinsi ya kuanza wiki hii, jibu halisi utalipata, kwa sababu umeweza kueleza wewe ni nani, unajua nini, hujui nini, unataka kufanya nini, kwa uwezo gani na masuala kadhaa. Kwa hiyo hawa watu watatu, hakuna mtaalamu wa kompyuta hapa. Hapa kuna uwezo wa kueleza unachotaka basi. So that's the main skill ambayo tuseme mtu ambaye anataka kutoboa na mtumiaji wa AI, ni skill ya kujua unataka kuinjinia kitu gani, unataka matokeo yawe nini, unataka kujifunza kitu gani, unataka kuuliza nini, unataka kuelewa kitu gani. Ukiweza kujieleza, then utatoboa mno katika haya maswali, kwa sababu majibu yapo, we just need to know what to serve you. Kwa hiyo kwa huu ndio mfumo, tuseme, ufikiriaji wa kisasa unaoendana na matumizi ya AI, kutoka kwenye mfumo wa kizamani ule ambao tulikuwa tunajifunza wapi pa kubonyeza ili tukatumie tupate majibu tunayoyataka. Kwa hiyo mfano, nichukue screenshot. Kwa nachukua screenshot ya hii slide, alafu nakwenda Cloud AI na paste hiyo screenshot. Okay, na paste hiyo screenshot, alafu naandika hapa, naomba maelezo zaidi kuhusu mada hii kwenye picha. Kwa hiyo sijataka kutype, nimechukua tu screenshot na yenyewe ndakwenda kusoma na baadaye naanza kutoa maelekezo kwa kuzingatia kwamba ninaelekezana na watu wengine. Kwa hiyo inaeleza hapa nguvu ya kueleza, siri ya kupata matokeo mazuri kutoka kwa AI. Slide hii inafundisha kanuni moja muhimu sana. AI ni zana, na zana inafanya kazi vizuri kadiri unavyoijua kuitumia. Tofauti kati ya mtu anayepata matokeo mazuri na asiyepata si akili, si elimu, ni jinsi anavyouliza. Sijui kama tunapata. Yaani hii ndio
ukiweza kutoka nayo kwamba sasa hivi usiende kuhangaika kujifunza sio kutumia AI. Unataka kujifunza jinsi gani unaweza uka elaborate, uka explain, uka articulate unachotaka ama matokeo ama unachotaka kitokee, then unatumia AI. That's the key. Kiwango cha kwanza, swali dhaifu, nipe mawazo ya biashara. Hili ni swali pana mno. AI haijui uko wapi, haijui una mtaji kiasi gani, haijui una ujuzi gani, unataka biashara ya aina gani. Matokeo, AI inakupa majibu ya jumla, mambo unaweza kupata hata Google. Hii haisaidii. Kiwango cha pili, swali bora, nipe mawazo matano ya biashara ndogo Tanzania, mtaji chini ya shilingi 500,000. Sasa AI ina muktadha zaidi, nchi, idadi ya mawazo, kikomo cha mtaji, majibu yanakuwa yanayofaa zaidi ya vitendo. Kiwango cha tatu, swali bora kabisa, nina ujuzi wa kupika, niko Dar es Salaam, nina mtaji wa 300,000 na muda wa masaa 4 kwa siku, nipe wazo moja la biashara ya jinsi ya kuanza wiki hii. Hapa umempa AI kila kitu anachohitaji: ujuzi wako, mahali ulipo, mtaji halisi, muda unaweza kutoa, lengo maalumu, wazo moja, si mengi, matokeo, jibu halisi la kwako linaloweza kutekelezwa leo. Kwa kanuni ya msingi, unachompa AI unachopata. Ukimpa kidogo, majibu ya jumla; ukimpa muktadha, majibu yanayofaa; ukimpa hali halisia, suluhisho lako la kweli. Kwa hiyo the more, yani changamoto hapa sio tool, sio zana, sio AI. Changamoto ni wewe unaelezaje. Kama vile watu wanavyokwenda kuomba mtaji ama kufanya pitch. Ukiwa na wazo la biashara unakwenda kufanya pitch, inawezekana wazo lako ni zuri sana, lakini uwezo wako wa kulifafanua wazo kwa mtu mwingine ni mdogo, kwa hiyo unaishia kuto kupata mtaji. Alafu kuna mtu anaweza kawa na wazo la kawaida tu, lakini ana uwezo mzuri sana wa kufanya articulation. Akalielezea kwa shangaa, bwana jamaa ametoka na milioni zake 150, watu wamefanya investment kwa sababu wamevutiwa na maelezo, kwa sababu anachokielezea kimewafanya na wao waingie kwenye uelewa wake. Kwa hiyo that's how you use AI profitably ama productively. Okay? Naam, kwa hiyo turudi kwenye slide zetu. Kinachofuata, hata kama hujui unataka nini, eleza lengo lako. AI itakusaidia kuanza. Sijui kuhusu biashara, lakini nataka kujitegemea. AI inaweza kuchunguza fursa zinazofaa kwa ujuzi wako, mtaji wako na mahali ulipo. Kwa mfano, sijui Kiingereza vizuri, lakini nahitaji kuandika barua. Andika kwa Kiswahili, AI itatafsiri na kurekebisha hadi itakavyoonekana ya kitaalamu. Ama sijui teknolojia, lakini nataka tovuti. Eleza biashara yako kwa lugha rahisi. AI itasaidia kupanga na kuunda kwa hatua. Sijui kama mawazo yangu ni mazuri. Sema mawazo yako. AI itachanganua, itauliza maswali na kukusaidia kuyaboresha. Kuna maswali mengi ambayo mimi nikiangalia, tukiweza kuyamudu ama tukiweza kuielewa AI na mfumo wa fikra ukabadilika, wote sisi hapa tutakuwa na tija ya kufanya masuala mengi sana kwa tija, vile ambavyo hatuwezi kuamini, kwa sababu kinachotuzuia sasa hivi, tumefungwa na ufikiriaji wa kizamani. Tunataka AI ije kuwa plugged in kwenye masuala ambayo ni ya kawaida. Sasa mfano, fikiria kwamba kwa nini zamani ilikuwa lazima unitafute software engineer kukutengenezea, kufanyia design, lakini kufanya pia implementation. Ilikuwa ni kwa sababu ili uweze kutengeneza tovuti ilitakiwa uwe unajua kufanya programming. Na kufanya programming ni swala ambalo mtu anakwenda kusoma miaka yake 5, 6, 7 ili awe programmer mzuri na uzoefu juu. Kwa hiyo lazima umtafute huyu ili uweze kupata unachokitaka. Na baadaye kunaletwa tu tatuzi za hapa na pale ambazo zinasaidia mtu kufanya masuala haya kwa unafuu kidogo. Lakini sasa hivi kama ambavyo tumejifunza nyuma huko, jinsi ya kutumia AI kutengeneza tovuti, unatakiwa ujue kuelezea unachokitaka. Tofauti hiyo, just uelezee unachokitaka. Haya mambo mengi ya kawaida yanaweza kufanya. Sasa kwa mfano, tuseme mfano unataka, yani una kampuni yako ndogo, unataka tovuti, lakini hujui ni jinsi gani unataka kumweleza
mtu anayekutengenezea tovuti ili aelewe unachokitaka, kwa sababu mtu anakuambia nipe requirement zako bwana, unabaki unang'aa macho kwa sababu hujui hata jinsi nini requirement. Kwa hiyo unasema mfano, nahitaji tovuti kwa ajili ya biashara yangu ndogo ya kushona nguo. Ninashona nguo customized kwa ajili ya wateja wa kike. Biashara yangu ipo Sinza, Dar es Salaam. Nina ile inaitwaga ni showroom ama boutique. Nina showroom na washonaji 5. Sasa nahitaji tovuti ili kuboresha biashara na kufikia watu wengi zaidi. Kwa hapa najaribu kueleza jinsi gani ambavyo kuna kitu nachokitaka na naielezea AI. Kwa nimeeleza ninachofanya. Nahitaji tovuti kwa ajili ya biashara yangu ndogo ya ushonaji wa nguo. Ninashona nguo customized kwa ajili ya wateja wa kike. Biashara yangu ipo Sinza, Dar es Salaam. Nina showroom na washonaji 5. Sasa nahitaji tovuti ili kuboresha biashara na kufikia watu wengi zaidi. Ila sifahamu jinsi ya kutengeneza website requirements kwa ajili ya kutafuta developer wa kutengeneza tovuti, lakini pia sijui ni wapi nitapata huduma ya kutengeneza tovuti. Naomba msaada wako. Kwa hii naiambia AI. Sasa kumbuka, nimeeleza ninachokifanya, nimeeleza ninachokitaka, nimeeleza ambacho sijui. Kwa hiyo anasema vizuri sana, hii ni mfano halisi wa maishani, na tunaweza onyesha jinsi yeye anavyoweza kusaidia hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza, website requirements zako. Hapa chini ni requirements kamili, inaweza kupelekwa kwa developer yoyote. Kwa hapa ameandika website requirements, biashara ya kushona nguo. Jina la biashara, weka jina lako. Mahali, Sinza, Dar es Salaam. Lengo, kufikia wateja zaidi na kuonyesha kazi zetu mtandaoni. Kurasa zinazohitajika: ukurasa wa nyumbani, home, picha nzuri za nguo zinazotengenezwa, maneno mafupi ya kuelezea biashara, kitufe cha agiza sasa, order now. Kutakuwa na about us, historia fupi ya biashara, timu, washonaji 5, showroom yetu Sinza, huduma zetu ama services, nguo za custom kwa wanawake, aina ya nguo tunazoshona, mchakato wa kuagiza hatua kwa hatua, gallery ama portfolio, picha za kazi zinazokwisha kutengenezwa kabla na baada, before and after. Wasiliana nasi, contact, nambari ya simu, WhatsApp, ramani ya Sinza, Google Map, fomu ya kuagiza mtandaoni. Vipengele muhimu, features. Inafanya kazi vizuri kwenye simu, iwe mobile friendly. Kitufe cha WhatsApp kinachoonekana kila wakati. Picha zinazopakia haraka ama zinazodownload haraka. Lugha Kiswahili na Kiingereza. Rahisi kubadilisha picha na bei bila developer. Yani niweze kubadilisha picha bila kumtafuta bwana. Hatua ya pili, wapi kupata developer? Una njia 3 za vitendo. Njia ya kwanza, mitandao ya Kitanzania. Facebook groups, tafuta web developer Tanzania ama IT Tanzania. Telegram, kuna makundi ya developers wa Dar es Salaam. Waulize, nahitaji website ndogo, bei gani? Njia ya pili, platform za kimataifa, bei nafuu. Fiverr.com, Upwork na vitu kama hivyo. Njia ya tatu, AI yenyewe inaweza kutengeneza. Do you see that? Ukitumia zana kama Wix.com, rahisi sana bila developer. Canva website unatengeneza mwenyewe kwa picha. Framer.com, AI inatengeneza website kwa maelezo yako tu. Kwa unachoweza kumwambia developer moja kwa moja, mwambie nahitaji website ya biashara yangu ya kushona nguo za custom kwa wanawake. Ipo Sinza, nahitaji kurasa 5, home, about, service, gallery na contact us. Lazima ifanye kazi vizuri kwenye simu na iwe na kitufe cha WhatsApp. Niambie bei na muda wa kumaliza. Hii ndiyo nguvu ya AI. Hukujua, na kumbuka hii inatoa maelezo, ni co-teacher wangu today. Anasaidia kutoa majibu kwa sababu anajua ninaongea na watu wangu.
So you can see kwamba sasa hivi hanijibu mimi na anajua kwa sababu nimeuliza kama mfano, na kwa sababu nilitoa instructions mwanzo kule kwamba kuanzia sasa utakuwa unanisaidia kutoa maelekezo na watu ambao tunafundishana nao hapa. Kwa maana yake hata kama wewe ni mwalimu unafundisha chuo, you can use AI to enhance your teaching capability. Ukaambia kwa naingia darasani leo, mada ni hii, tunaongelea topic hii na wanafunzi wangu wanajifunza hiki, wana ubora huu, waelewe hiki, itanisaidia hapa jinsi ya kutengeneza material. Anakuwa copilot wako na things will go just that. Well, this is the power of AI. Kwa mpaka sasa mimi sio developer, mimi sio mtaalamu na kiduka changu tu cha ushonaji, lakini nimepata requirement na kumpatia developer ambaye anaweza kaelewa. Hata nikienda Upwork kama Fiverr nikapeleka hii description kwa Kiingereza, nitapata watu ambao wanaelewa nini ambacho mimi nataka kukifanya. Lakini ameshakwambia AI yenyewe pia inaweza kufanya nini? Ikatengeneza. That's the power. Sasa nikiandika hapa chini, mfano nataka kutumia AI kama vile Gemini ama Claude ama ChatGPT kutengeneza tovuti hii. Ni maelezo gani natakiwa kuwa nayo ili AI iweze kutengeneza kile ambacho inataka? Kwa mpaka hapa nimeona kwamba okay, kama ni hivyo bwana, naweza nikatumia, lakini naiambia nini AI ili iweze kufanya masuala ambayo nimeshauriwa hapo juu nataka yatokee. Kwa hiyo nauliza the same question kwenye AI, unaeleza unachokitaka. Anasema swali zuri sana, na hii inatuonyesha nguvu ya kweli ya AI kwa mtu wa kawaida bila developer, bila coding. Okay? Siri moja kubwa kabla ya kuanza, AI ni kama fundi stadi, lakini wewe ndiye mteja. Kama huelezi vizuri, atakutengenezea kitu chochote, si kile unachotaka. Kwa muhimu sana. Kwa hiyo unahitaji kumpa AI picha kamili ya akilini mwako. Tunarudi pale pale, una uwezo gani wa kujielezea unachotaka, unavyotaka na nini ambacho ufahamu, ili ujue unatakiwa ueleze vipi ili upate unachokitaka. Okay? Kwa nasema maelezo unayohitaji, mfano halisi. Nakala hii unaweza kuipaste moja kwa moja kwa Claude, ChatGPT ama Gemini. Nitengenezee website ya biashara yangu ya kushona nguo. Hapa ni maelezo yote yanafuata. Biashara, jina, weka jina lako. Huduma kushona nguo za custom. Kwa hivyo akaelezea muonekano, rangi ninazopenda, mfano pinki, dhahabu, nyeupe. Mtindo wa kisasa wa kuvutia unaonekana kwa hali ya juu. Picha nitatoa mimi baadaye. Kurasa ninazotaka akaelezea. Mambo muhimu akaelezea. Mambo matano muhimu daima kuyataja. Unaeleza nini, kwa nini ni muhimu. Biashara yako ni nini, AI ijue maudhui ya kuandika. Wateja wako ni nani, muonekano unaoendana nao. Rangi unazotaka, usipate website ya rangi usizopenda. Kurasa unazohitaji, usipate zaidi ama pungufu. Teknolojia, HTML ama Wix na kadhalika. Ajue itengeneze nini hasa. Baada ya AI kutengeneza, unafanya nini? Angalia matokeo. Je, inafanana na ulichotaka? Sema kinachokosekana, badilisha rangi kuwa pinki ama ongeza sehemu ya bei. Kwa yote haya unafanya interaction vile utakavyokuwa unataka iwe. Rudia AI inachotaka, badilisha mara kwa mara, pakua na weka mtandaoni. AI inakusaidia hatua hii. Kumbuka kanuni hii daima. AI haijui unachofikiria, inajua unachosema. So it doesn't read your mind. Ila maelezo utakayoandika kwenye prompt ndio inayojua unataka. Kueleza unavyomweleza rafiki yako ambaye ni fundi kwa undani, kwa uwazi, bila kudhani anaelewa tayari. Hii ndio tofauti kati ya website nzuri na website ya kawaida. Si AI bali wewe uliyeelezea. Kwa hiyo ngoja tuiambie hapa kwa kutumia mfano huu, basi wewe tengeneza tovuti hii kwa maelezo hayo, na jina la biashara ni vazi lako
Mwonekano. Watunde jina gani hapa? Vazi la heshima. Ngoja tuliite viwalo. Viwalo boutique. Boutique inaandikwaje? Boutique. Sijui ndo hivyo. Boutique. Um, ah, nitawekea quotation ili nitaiambia pasahihisha neno boutique kama nimelikosea. Ndio uzuri wa AI. Kwa hiyo mimi sina uhakika ile neno linaindwaje, kwa hiyo nimeandika viwalo boutique, sahihisha neno boutique kama nimelikosea. Basi kwa tuone kama kuna maswali yatauliza. Kwanza neno sahihi boutique. Kwa unaona amesema kwanza neno sahihi ni boutique, inakuwa na u, mimi sijaweka u pale. Kwa hiyo see, sasa tunaendelea. Kwa amesha nirekebisha hilo swala, sasa hivi nimekuwa master wa neno boutique. Naelewa kwamba kuna u pale, nilikuwa naiacha. That's the power of AI. Sasa tunaendelea, ninatengeneza tovuti yako kwa sasa hivi mbele ya macho ya washiriki wote. Hii ndio nguvu ya AI. Kwa umeona hiki anachofanya hapa? Amesema natengeneza tovuti yako sasa hivi mbele ya macho ya nani? Washiriki wako. Kwa sababu anajua sasa hivi ninaonyesha hii screen kwenu, nimeipa instruction hiyo kule juu kwamba I'm using you now to help me train the people I'm gonna be training with. Kwa hiyo majibu yote yanayotoka hapa yamelengea katika kufundisha. You see? Kwa hiyo I don't know. Natumaini mna grasp jinsi gani AI ina nguvu, lakini nguvu yake inategemeana na wewe una utilize vipi. Sio kwamba yenyewe ndio ina nguvu na itakufanyia mazingaombwe ili vitu vitokee. Okay? So, kwa tusubiria dakika 2 tuone, au dakika 1 tuone kinachotokea kama mfano wa tovuti. Na wakati huo assume kwamba huyu ni dada fulani tu, dada Tina mahali anafanya kazi za kushona yeye, masuala yeye na IT mbali kwa mbali, lakini anajua kupiga story na kwenye simu yake ana ChatGPT ama ana cloud ama na something. Kwa sababu ana hiyo zana, anachohitaji tu ni kufahamu kwamba zana ninayo, it's very powerful, it can do all these kind of things, I need to know how to navigate with it. Kwa hiyo kama hujui, unaanza kueleza bwana, sijui ninachotaka bwana, yeye anataka tovuti, hebu niambie. Na itaanza kuuliza maswali, unafanya biashara gani na hivi. So the more you explain, the more ita customize nini unachotaka kukifanya. So unatakiwa ufahamu kujielezea, whether unajua ama hujui, whether unajua unachotaka ama hujui, ili ijue kabisa kwamba bwana, mimi sijui ninachokitaka, lakini nataka biashara yangu iende mtandaoni. Ikishafahamu kwamba unataka biashara iende mtandaoni lakini hujui unachokitaka, itakwambia okay, mtandaoni bwana kuna masuala kadhaa. Unaweza kaenda kwenye social media, unaweza kaenda kwenye tovuti, unaweza kaenda kwenye mengineyo na kadhalika. Kwa hiyo sijui nisemeje, haya yote ni yanayowezekana kwenye kutumia AI. Haya, kwa hiyo hapa anasema hivi, hii ndio nguvu ya AI. Sekunde chache, tovuti kamili. Angalieni washiriki. Bila developer, bila coding, bila siku nyingi za kusubiri. Tovuti ina navigation bar, ina hero section, ina sehemu ya kuhusu sisi na maswala. Sasa fikiri mwenye biashara ya kushona Sinza anaweza kupata hii yote kwa dakika chache kwa kueleza tu hali yake kwa AI. Hii ndiyo mabadiliko tunayozungumza leo. Kwa hiyo bwana anavyosaidia kuelezea. Lakini sasa tukiangalia tovuti kuna nafasi fulani kubwa hapa. Alafu kuna nguo custom zinazo akisi uzuri wako. Okay, alafu kuna nafasi nyingine kubwa, alafu kuna header. Kwa kuna kitu fulani hivi, kwa kuna kuhusu, kuna nyumbani. Hasa tunaweza tukaielezea kwamba kuna changamoto tunaiona hapa. Mimi nitakachofanya, nitachukua screenshot ya hapa mpaka pale ili nionyeshe hii kitu kwamba kuna kitu nakiona hapa hakijakaa vizuri. Sema hapa naona kuna nafasi kubwa isiyo na kitu. Je, ndiyo design yake?
ama una cha kurekebisha. Okay? Kwa hiyo tumsikie anasemaje, kwa sababu wewe sio developer, kwa hiyo hujui kama alichofanya hapo ni error ama. Asante kwa kuonyesha picha hiyo. Hii ni mfano mzuri sana wa webinar. Inaonyesha jinsi unavyoweza kuendelea kuongea na AI ili kuboresha kitu kinachokusumbua. Hii ndio hatua ya pili ya mchakato ya iteration, kurudia na kuboresha. Ninachokiona kwenye picha, sehemu ya hero ina maandishi lakini hayaonekani. Inaonekana kama emoji na maandishi hayaonyeshwi vizuri kwenye kivinjari chako. Nitarekebisha sasa hivi. Kwa hiyo anachofanya, anakwenda kufanya iteration na kufanya adjustment ya hiyo page. Kwa maana yake ni kwamba endapo wewe unafahamu kwamba hiki kinachoonekana ndivyo sivyo, basi una uwezo wa kuiambia alafu ikarekebisha. Hutakiwi kujua jinsi gani ya kurekebisha, na hutakiwi kufahamu kwamba okay, hii ni tatizo ama si tatizo. Unaweza ukauliza kwamba hapa mbona pana ukurasa tu uko wazi, ndivyo ilivyo. Na kama hupendi, unaweza kusema bana, mimi hii nafasi sifaini, sijaipenda. Kwa hiyo hii ni mifano michache ya jinsi gani kitu inaweza kufanya kazi. Kwa sasa hivi amerekebisha, inaeleza hapa Viwalo Boutique nyumbani, kuhusu huduma gallery, wasiliana, agiza WhatsApp. Akaelezea hapa Sinza, Dar es Salaam, nguo za custom zinazoakisi uzuri wako. Hapa kuna picha utakayoweka. Tunashona nguo maalum kwa wanawake wa kisasa, nguo zinaendana na umbo lako, ladha yako na tukio lako. Washonaji 5, showroom moja, ubora usio na mwisho. Agiza sasa, angalia gallery. Baada ya hapo kuna studio yetu Sinza, kutakuwa na picha hapo. Tunashona kwa moyo, tunamaliza kwa ubora. Washonaji 5, showroom moja, custom 100%. Tunashona nini? Kuna aina ya nguo za kazi, nguo za kila siku, nguo za harusi. Naam, kwa hiyo chini hapo tuko tayari kukusaidia. Sinza, Dar es Salaam, Tanzania. WhatsApp simu masaa hayo, piga chapa WhatsApp sasa. Utakiwa kibonyeza hiyo ikakufungulie WhatsApp kama ukishaweka namba na mengine. Kwa hiyo hii ndio iteration, mchakato wa kuboresha. Angalieni washiriki tulifanya nini hapa. Festo alitoa tatizo, akasema kwa maneno ya kawaida, AI ikarekebisha mara moja. Hii ndio nguvu ya halisi ya AI kwa mtu wa biashara. Huhitaji kujua coding, unahitaji tu kujua unataka nini kisha uieleze. Mchakato ni huo daima. Omba, eleza unataka nini, angalia je, kinakufurahisha, sema kinachokosekana, maneno yako yatafanya marekebisho, rudia hadi upate unachotaka. So this is how AI works, na inafanya kwa yoyote yule aliyepo hapa, as long as unaanza kujifunza jinsi ya kutumia hii. Tunaita demokrasia ya teknolojia. The technology can do a lot of things, mradi mawazo yako yao na uwezo wa kugrasp, kujua kwamba okay, what do I need to do, jinsi gani ya kufanya. Na hata kama huna uhakika, uliza tu. Ukasema mfano, tuchukue hii biashara ya sasa ngapi? Okay, I have saa 11. Okay, tuchukue hii biashara ya ushonaji. Ukasema okay, nimependa matokeo ya tovuti. Je, unaweza weka picha za muda wa sasa, hata za kubuni, lakini zenye muonekano wa kiuhalisia mpaka nitakapopata picha halisi za bidhaa zangu. Kwa hiyo moja ya option. Vizuri sana. Tunaongeza picha za placeholder zenye muonekano wa kiuhalisia sasa hivi. Kwa hiyo atajaribu kuweka images sehemu ambazo ameweka placeholder, ili angalau picha zionekane zenye uhalisia, ili upate picha halisi. Lakini nachotaka tujaribu kufanya sasa ni kwamba, je, mimi tu nimekaa hapa na waza, kwa mfano na hii biashara yangu ndogo, nataka kuweza kumanage business, yani niweze kumanage bookkeeping, nataka ni manage labda communication, sina secretary, nataka ni manage communication. Email ikiingia, kuwe na digital office mahali yani kuwe na AI inafanya kazi mahali. Je, hili swala linaweza kufanyika na AI? Kwa sababu AI inaweza kufanya mambo mengi bwana. I'm just thinking out loud.
na kwa kufikiria hivyo nataka labda nimuulize AI. Ndio maana nikasema hakuna swali dogo ama swali kubwa, yote ni maswali na unaweza ukauliza chochote kile. Kwa hiyo ubunifu sasa unaanza kuja kwamba, je, nikihitaji kuwa na digital office, mtu akituma ujumbe wa WhatsApp AI imjibu, hmm? Siwezi nikafanya hilo swala. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunadhani tutauliza kama mfano wa mwisho hapa, ili kujaribu kudemo tu swala mwisho la jinsi gani AI inaweza ikatatua maswala mengi katika mfikirio wa kisasa na si mfikirio wa mfumo wa kizamani ama traditional methods of thinking ambazo tumekuwa tukizitumia jinsi ya kuwasiliana na kutumia mifumo ya kiteknolojia. Okay? Kwa sasa hivi kuna magic inafanyika hapa ya kutengeneza tovuti, kitu ambacho kingechukua muda mrefu wakati mahali kwingine. Lakini haya yote yanawezekana. Inaweza kukupa mockup ambao ukampatia developer kama anatengenezea hii, nihakikishie security iko vizuri na masuala kama haya, lakini at least una mahali pa kuanzia. Na kama ni mtundu zaidi, you can spend your time kwenye haya masuala, you can even do some other steps kama zile ambazo tumekuwa tukizifanya kwenye hizo session zingine. Okay? Naam, kwa hiyo amejaribu kugenerate mockup images za kuweka hapo kama placeholders, kwa baadaye ukitapata picha zako sasa umezipiga, unaweza kaileta tena kwa sababu bana, nimeupload picha 5 hapo, picha namba 1 ni gauni la harusi, picha namba 2 ni gauni fulani, kwa replace hizo image and it will do that, na kila kitu kitakwenda sawa. Kwa nadhani this is a powerful demo in collaboration with Cloud as a trainer today, jinsi gani tovuti inaweza kutengenezwa. Sasa akishamaliza hii, au naweza kucancel, yani ngoja amalize, alafu tukaangalie mawazo yale ambayo yanakwenda beyond our ways of thinking. Kwa sababu kumbuka hivi, sasa hivi mtu anaweza kawa na secretary ama kunatakiwa kuwe na mtu ambaye anaangalia kwenye WhatsApp order sasa, lakini je, unafanyaje? Unasema je, tunafanyaje ili mtu akiandika tu bwana anahitaji gauni fulani apate majibu pale pale, kwa sababu tunataka convention. Tunataka mteja akitokea tusimkalishe siku 2, anaweza kanyakuliwa na duka lingine. Lakini tunaweza ka utilize power of AI, kukawa na hizo wanaziita autonomous agents, AI agents ambazo zinaweza zikafanya masuala ya kurun office, kwamba email ikiingia inipigie simu ama initumie message, ama mtu akiandika WhatsApp kuwe na bot kule ambayo inamjibu automatically kwa lugha ya kibiashara yetu na kwa masuala ambayo yanahusiana na biashara. Yote haya yanawezekana, lakini tu if you have that thinking, kwa maana ya kama una hiyo new ways of thinking. Kama huna, maana yake utakuwa unataka kufikia kwamba inabidi niwe na secretary anatumia AI, inabidi niwe na designer anatumia AI, inabidi niwe na website manager anatumia AI, wakati unaweza kutumia AI kufanya masuala ya AI. You get the point? Kwa tuulize kwamba tovuti imekaa vizuri kwa sasa. Sasa nina wazo kichwani, najiuliza kama wateja wakituma ujumbe WhatsApp na mimi nataka wapate majibu sahihi kulingana na mahitaji yao na pia kwa wakati. Je, siwezi kutumia AI kufanya haya yawezekane? Nataka kuandika kufanya automation, lakini maana yake tayari nafahamu kuna kitu kinaitwa automation. Kwa hiyo nikisema kufanya haya yawezekane, ili niendelee kukaa kwenye hali ya mtu ambaye hafahamu. Kufanya haya yawezekane, AI inayoweza kusimamia biashara yangu. Nipe mawazo yako. Kwa basi hili swali linalengea na introduce idea, lakini katika mfikirio huu wa kisasa. Swali zuri sana. Hii ndio hatua inayofuata ya kweli, kutoka tovuti nzuri kwenda biashara inayofanya kazi yenyewe.
Anasema ndiyo, inawezekana kabisa. Kinachowezekana leo kinaitwa WhatsApp AI Assistant, na makampuni makubwa duniani yanaitumia. Wewe pia unaweza. Jinsi inavyofanya kazi, kwa mfano wako, fikiria hivi: mteja anakutumia WhatsApp, habari, nataka kushona gauni ya harusi, harusi yangu ni mwezi ujao. Badala ya wewe kujibu, AI inajua biashara yako, inajibu mara moja: karibu Viwalo Boutique, hongera kwa harusi inayokuja, tunashona gauni za harusi za kipekee ili tukusaidie vizuri. Tunahitaji: moja, rangi unayopenda; mbili, mtindo wa kisasa, wa kitamaduni au mchanganyiko; tatu, bajeti yako. Je, unaweza kuja showroom yetu Sinza wiki hii kwa vipimo? Kwa nasema hii inafanya kazi saa 2 usiku Jumapili, wakati wowote bila wewe kuwepo. Kwa hiyo itakuwa ni automation inayofanyika na WhatsApp. Anasema unaweza AI ifanye kwa biashara yako: kujibu maswali, bei, muda wa kushona, aina za nguo; kupokea orders, kuchukua maelekezo ya mteja hatua kwa hatua; kutuma bei, orodha ya bei kulingana na aina ya nguo; kubuku miadi, njoo Alhamisi saa 3 asubuhi kwa vipimo; kufuatilia orders, nguo yako itakuwa tayari Ijumaa mfano; kukumbusha wateja siku moja kabla ya miadi; kupokea picha, mteja anatuma picha design, AI inaitunza. Yote haya yanaweza kufanyika na AI automation. See? Zana tatu za tunazohitaji: moja, unahitaji WhatsApp Business API. Hii ndio msingi. Inatofautiana na WhatsApp ya kawaida. Inakuruhusu kuunganisha na AI. Kwa haya ni masuala sasa ya kwenye backend kule, lakini yanawezekana. Unahitaji AI Brain, ChatGPT, Cloud API. Hapa ndipo akili ipo. Unafundisha biashara yako bei, huduma, masaa, kisha itajibu kwa niaba yako. Nayo hii ipo. Nadhani kuna siku tutafanya a simple setup ya kuona jinsi gani tunaweza tuka inject AI model kwenye labda biashara yako ili uweze kuifundisha nini cha kufanya. Naweza kuonyesha mfano mmoja tu hapa. Zana za kuunganisha, labda MyChat ama Zapier, vitu kama hivyo. Hatua ya kwanza, mtu wa kawaida, fungua WhatsApp Business bure, jiandikishe MyChat. Hii inakuja procedure nini kinaweza kufanyika, lakini haya yote yanawezekana. Na mfano ngoja tufungue mfano maarifa.qsas.com, tovuti ambayo tunaitumia kwenye masuala yetu ya sessions za hapa pembeni. Nadhani wote mnaona kuna hii chatbot ambayo ndio mfumo wa AI nimeuweka hapa. Naweza kama ningetaka tungeunga labda na WhatsApp, tungeunga na kundi la Tehama, kwamba mtu akiandika ujumbe pale iwe inajibu automatic. We could do that. Kwa mfano tukasema, je, kuna session gani inayoendelea? Ikajibu kuna session moja inayoendelea kwa sasa ambayo ni AI na mabadiliko ya fikra. Tusitumie teknolojia mpya kwa mawazo ya zamani. Series Thriving in the Age of AI, tarehe 30 Mei, mwezeshaji Feston Kumakyusa. Ili kujua zaidi kuhusu session hii, unaweza kutembelea ukurasa wa session hiyo au kuuliza maelezo zaidi. Okay? Nikauliza labda, je, wiki ijayo kuna kipindi chochote? Hakuna taarifa ya kipindi chochote kilichopangwa kwa wiki ijayo kwenye data iliyotolewa. Ili kupata habari za kipindi kijacho, unaweza kuuliza maelezo zaidi ama kutembelea ukurasa wa maarifa kwa maelezo ya kipindi kijacho. Kijakyo. Nimeandika kijakyo. Ngoja tuulize kijakyo maana yake nini? Kijakyo ni neno la Kiswahili ambalo linamaanisha baada ya hapo. Aha. Okay. Mimi nafahamu neno kijacho na sio kijakyo. Neno sahihi ni kijacho na si kijacho. Ni neno la Kiswahili ambalo linamaanisha baada ya hapo au katika siku. Asante kwa kurekebisha makosa yangu. Okay, kwa AI imejifunza kwamba sasa ni kijacho badala ya kijakyo. So that's how you can see AI learns all the time. Lakini hii ni chatbot ambayo sasa badala ya hizi peji zote, hakuna zamani ukitaka kuwa na page hapa inayoelezea next session, sijui what is whatever going on, that's what. Lakini unaweza ukauliza swali kutokana na mahitaji yako. Ukauliza kwamba, je, mada nzuri zilizopita ni zipi?
Amelist hapa. The AI explosion, what just happened, tulifanya add images, JS actions, more whatever, website basics from zero to whatever. Zote hizi zilikuwa sehemu ya mfululizo wa how websites really work before you use AI na thriving in the age of AI. Kwa hiyo natumia humu ndani kunatumika model ya AI, lakini inajibu kwa muktadha wa maarifa tu. Hapo ukiuliza maswala ya sijui how to buy bananas, you won't get the question. Kwa mfano, how to buy bananas, anakwambia zote hizi zilikuwa sehemu ya anasema sehemu ya hizo, na baada ya chini hapa anajibu, anasema haya majibu yote hayako katika muktadha wa session hii. Kwa hiyo nini hasa kilicho kwenye muktadha wa session wa tovuti hii? Anasema muktadha wa tovuti hii ni kuhusu jukwaa la kujifunza TEHAMA TDC Global ambalo linatoa mafunzo ya mtandao kuhusu AI, teknolojia, usalama wa mtandao, biashara ya kidijitali. Tovuti hii inalenga kutoa maarifa na mafunzo kwa jamii ya Tanzania kuhusu mada hizi. Kwa hiyo unaona, ingawa ina elimu ya kidunia, constraints zimeweka ndani kwamba ijibu maswali yanayohusu hii. Kwa hiyo unaweza pia ukatumia the same model ukaitrain kwamba bwana, nataka ujibu kuhusu biashara yangu ya kushona, ukaipa context, ukaipa aina za nguo, ukaipa model zake, ukaipa historia yako, ukaipa mawasiliano, vitu vyote vya msingi, na yenyewe itakuwa inajua jinsi gani itengeneze language, lakini kuendana na context ya biashara yako. So that's how the AI works, na jinsi ambavyo wewe ukibadilisha mfumo wa ufikiriaji unaweza ukaharness hii nguvu ya AI iliyopo, tofauti na kuifanya tu itumike kama chatbot. Usitumie kama Google browser. Naam, kwa hiyo sijui awe ni mtu yuko mkurugenzi ofisini, fundi mahali, mfanya biashara, dereva, mwalimu, mwanafunzi, anybody, hitaji lako lilonalo ukiweza kuitumia AI itasaidia vizuri sana to make things better. Kwa hiyo ndicho ambacho nilitamani sana tuongelee, kwa sababu naamini kabisa kuna mtu akibadilisha huu mtazamo atakwenda kufungua milango yake ya kipato, milango ya elimu na kadhalika, na kuboresha pia maisha. Kwa anasema viwango viwili vya kutumia AI. Moja, AI kama msaidizi, ndio wengi tunafanya sasa hivi. Tunatumia AI kwa kuandika barua pepe, muhtasari wa hati, kutafsiri lugha, majibu ya maswali ya kawaida. Hapa ndipo wengi tupo sasa hivi, na ni vizuri, lakini hapa ndipo mabadiliko ya kweli yanapotokea. Unda upya huduma ya wateja kwa AI, elimu inayoendana na kila mwanafunzi, mfumo unaoelewa lugha yako, biashara inayojibu hali halisi na vitu kama hivyo. Yote haya yanawezekana na AI. Jifunza sasa hivi kwamba je, katika mfumo wa AI ni masuala gani ya kizamani ambayo hayahitajiki katika mchakato mzima wa kutumia AI? Maamuzi gani yanaweza kusaidiana na AI? Taarifa gani AI inaweza kutoa moja kwa moja na vitu kama hivyo. Kwa kuna masuala kadhaa ambayo mfumo tu wa ufikiriaji ukibadilika, masuala mengi yanafunguka. Kuna mdau aliuliza kwenye kundi tofauti kati ya ChatGPT na Cloud AI. Sasa the same question ngoja tuulize hapa. Je, ngoja niseme hapa, kuna mdau ameuliza nini tofauti kati ya ChatGPT na Cloud AI. Sababu AI ipo, let's use it. Swali zuri sana kutoka kwa mdau, na hii ni mada muhimu sana kwa mtu anayetaka kutumia AI kwa biashara. ChatGPT versus ChatAI, tofauti kuu. Watengenezaji kwa kampuni kwanza. Kampuni ChatGPT iko chini ya AI kutoka Amerika, na Cloud iko chini ya kampuni ya Anthropic kutoka Amerika pia. Zote za Marekani. Mwaka wa kuanzishwa, ChatGPT imeanza mwaka 2022, wakati Cloud imeanza mwaka 2023. Wafadhili wakuu, the main investors,
ChatGPT walioinvest kwa nguvu ni Microsoft, wakati cloud walioinvest zaidi ni Google na Amazon. Google amewekeza na Amazon amewekeza sana kwenye cloud. Tabia ya mazungumzo. Anasema ChatGPT ni kama msaidizi wa haraka, anajibu upesi, ana ujuzi mpana, mzuri kwa kazi nyingi tofauti. Wakati mwingine anaweza kubuni mambo yasiyokuwa ya kweli. Hii inaitwa hallucination. Cloud ni kama mshauri makini, anafikiri kwa kina zaidi, anajibu kwa uaminifu zaidi, na akikosa kujua kitu anakuambia wazi badala ya kubuni kitu. Pia ana uwezo wa kusoma na kufanya kazi na hati ndefu sana, kwa maana ya long context. Unaweza ukaingiza PDF ya kitabu kizima, Cloud AI inaweza ikasoma the whole context. Ingawa ChatGPT 5.5 imeongeza pia ufanisi, kama nilivyosema, teknolojia hii inakuwa haraka, kuna masuala mengi. Kwa ufupi, katika haya masuala ya kawaida tuliyofanya leo, unaweza ukawa umefungua Gemini, unaweza ukafungua Qwen, unaweza ukafungua DeepSeek, unaweza ukafungua ChatGPT, Cloud, wote almost utapata 90 to 100% ya vilivyofanyika leo kwa pande zote. Utakapoanza kufanya masuala ambayo ni more specialized, ndipo ambapo zinaanza kutofautiana kwamba you need to use this model kwa sababu ina uwezo zaidi ya kufanya masuala fulani. Mfano, Cloud iko sana kwenye masuala ya structure, documentation, planning na upande wa coding na computer programming, wakati ChatGPT ilikuwa more general. ChatGPT sasa hivi inafanya image generation very well. Cloud haifanyi image generation, haina model kwa ajili ya visual, haina vision kwa masuala kama hayo. Hapa ameeleza nguvu za kila mmoja. Kazi: kuandika haraka, ChatGPT mzuri sana, na Cloud pia ni mzuri sana. Kuchambua hati ndefu, ChatGPT wastani, Cloud yuko bora zaidi. Kutengeneza picha, ChatGPT ana DALL-E ndani yake anatengeneza picha, lakini Cloud hawezi kutengeneza image. Uaminifu wa majibu, wakati mwingine anabuni Cloud. Kwa hallucination pia iko zaidi kwenye ChatGPT. Cloud anajitahidi kuwa makini kuto kufanya hallucination, lakini it's also possible. Lugha ya Afrika, lugha za Afrika, Kiswahili wastani, Kiswahili bora zaidi, ingawa wote wanajifunza bado. Coding na program wote wazuri. Kufanya kazi na biashara, ChatGPT ni nzuri, lakini Cloud ni mzuri zaidi. Kwa hata ukitaka kutumia API, kwa wale ambao wanafahamu, bora uwe na Anthropic API kwa ajili ya business management kuliko ChatGPT, lakini this can change anytime kwa sababu teknolojia bado ina nini? Inakuwa. Haya, bei pia bure ChatGPT 4 na vikwazo pamoja, yani manake limitation, plus 20 kwa mwezi. Cloud, ukitumia Cloud Sonnet ambayo ndio tunayotumia sasa hivi, ni bure, au Pro kwa mwezi, nguvu zaidi na hati ndefu zaidi, ama context ndefu zaidi. Lipi uchague? Anasema kwa biashara ya kawaida ya Tanzania vyote vile vinafanya kazi vizuri, lakini kumbuka hii, unataka kutengeneza picha, kama unataka kutengeneza picha, ChatGPT. Unataka kuchambua hati ndefu, mikataba, ripoti, tumia Cloud. Unataka mazungumzo ya Kiswahili ya kina, Cloud anafaa zaidi, ana faida kidogo hapo. Unataka kujaribu bure kwanza, vyote vile vinafanya kazi. Kwa hiyo ukweli muhimu usiosemwa mara nyingi, hizi si adui, ni zana tofauti. Yani these are not competitors, they are not rivals, these are just different tools. Mtu mwenye busara anatumia zote mbili kulingana na kazi anayoifanya. Kama vile una nyundo na screwdriver, kila moja ina kazi yake. Na mfano mzuri zaidi, mazungumzo haya ya webinar yote, maelezo, tovuti ya Viwalo, boutique na majibu yote yamefanywa na Cloud AI sasa hivi mbele yenu, si ndio? Kwa hiyo natumaini nimejibu hiyo tofauti kati ya ChatGPT na Cloud AI, lakini pia hiyo Cloud AI sio hiyo peke yake, hata zingine pia nyingi bado zina asili ile ile, zinatofautiana uwezo, ni kuangalia tu, na tumia AI hizo kuulizia maswali pia kama unataka kufahamu kitu zaidi. Naam, natumai tunafikia mwisho wa angalau mazungumzo ya leo. Kama kuna swali eleza, yani unaweza kaandika kwenye chat hapo, ama ukafungua mic. AI ni nguvu, lakini si uchawi, si mazingaombwe. Bado inahitaji hukumu ya binadamu, yani manake human judgment. Hii ni translation direct ya Kiswahili. Good data, malengo ya wazi, privacy,
yani uthibitishe na kuwa na ethics kwa mambo muhimu. AI haizuii haja ya kufikiri. AI inaadhibu ufikiraji wa kizembe na inazawadia wanaofikiri kwa uwazi. So mabadiliko ya fikra si kuacha kufikiri, ni kufikiri vizuri zaidi. So I think this is the key takeaway. Mm. Yeah, jaribu kuangalia kitu kimoja unachofanya kila siku: ripoti, kikao, fomu, mchakato, kazi yote, afu jiulize, kwa sababu AI inaweza kuelewa lugha, maana na muktadha, je, hii inapaswa kufanywa viwango hivyo vivyo hivyo? So, kuna maswala mengi sana tunayafanya. Unajibu jumbe za grupu, unasimamia vikoba, all those can be automated with AI. Badala ya kusoma, kwa mfano una mchango wa msiba mahali mtu ametuma, unaenda unachukua ujumbe, una edit, unaongeza jina la mtu, alafu unaandika, unaweka tick ya green. All those can be automated. Mtu mwingine anatuma ujumbe saa 2 huko kwenye daladala, anategemea apate update, haipati, analalamika kwenye grupu, bwana, watu tumeshatuma mchango wetu bwana, mbona sioni jina? Kumbe anategemea wewe labda umekaa muda wote umekodolea macho screen. Kumbe na masuala mengine pia, lakini ukiweza kufanya automation na masuala ya AI, you can have those been taken care of. Hata kupata email, kusoma mail, unaweza kaangalia. I'll show you just an example, a simple example. Hii ni Codex kutoka ChatGPT. Kwa nilikuwa nafanya kitu hapa, nikaambia check what is, yani nilikuwa naiambia ifanye kazi kwenye email, nikamwambia check what is important on my inbox and that I have to take care of. Kwa kanipa summary, nikanambia email gani ambazo nataka kuzifanyia kazi, alafu baadaye nikaambia can you delete all email that look like spam or ads. Kwa akasema okay done, ame move email 617 add or spam like inbox message to trash. Pia ame clear Gmail promotion na social emails. Kwa masuala yote, badala mimi kwenda kwenye mail labda kwanza kuklik email moja moja na kusema delete, nimeipa maelekezo. Lakini pia uwe makini, inaweza kukufutia email za msingi, kwa hiyo inabidi ujue jinsi ya kutengeneza constraint zake ili uweze kufanya management. Kwa hiyo slowly jifunze, angalia nini unaweza kufanya, AI gani unaweza kuanza kuitumia na masuala kama haya. But this is a very powerful tool, the best opportunity kwa watu ambao tunataka tujifunze na kujua nini cha kufanya, na inatuwezesha kwenda haraka, kuelewa kwa ubora zile limitations ulizokuwa nazo na nini cha kujifunza. You have your teacher all the time in your palm of your hand. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa session ya leo. Tuko kwenye sehemu ya maswali na majibu. Uliza chochote, hakuna swali dogo. We have about 10 minutes. Naam, nashukuruni, tumekuwa pamoja hapa. Kama kuna chochote, please just fungua mic and then unaweza kuwa na experience fulani pia. Mimi hapa natumika kama orchestrator tu, lakini unaweza kuta kuna mwenzangu mmoja yuko huko anaelewa zaidi. Please just share your experience and so forth. Vinginevyo natumaini kuna mtu amepata tija fulani leo, na kuanzia kesho tutaona watu walio bora zaidi. Tutaona mifumo inasimama huko na hivi na mambo kama hayo, au sio? Well, naona kupo kimya, kwa I suppose. Nashukuru sana. Samahani, swali langu ni moja tu. Karibu. Kwenye unajua kwenye command prompt, like unasema write better email or write something, unaweza kutuma zile najua kwa wakati mmoja uliziinisha hapo, unaweza kuzituma tena zile information tena? Zipo kwenye slide hapa. Hello? Nasema zipo hizo unazosema zipo kwenye slide hapa ama? Hello? Okay. Nakusikia. Okay, nilikuwa nasema kuna kipindi fulani uliongea mambo ya commands, how to command it better to give you the better result. Sasa zile keywords bado unazo? Kama unazo ukazishare ndugu yangu. Ndio. Zipo kwa nadhani basi wewe baadaye
ukipata muda just tag me kwenye WhatsApp and then we can do that. Na pia naweza nikazituma pale kwenye group la TEHAMA. Asante sana. Bila shida. Naam, kwa hiyo kama hakuna mengineyo, basi natumaini tumekuwa bora zaidi leo kuliko ilivyokuwa 2 hours ago, na kama kuna chochote tutaendelea kushare pale kwenye group. Naona tulianza. Nesto. Naam, karibu. Asante sana. Nakumbuka kipindi kilichopita kama kuna kipolo tulikiacha. Karibu. Na Nikumbushe. halo, unanisikia? Ndio. Kipindi kilichopita nakumbuka last session tuliacha kipolo fulani vile, nadhani ukaahidi kwamba utakuja ukimalizia. Okay. Ilikuwa kwenye masuala ya deployment Deployment, yes. Okay. Yeah, ni kweli, na mpango ulikuwa, nadhani nilikuwa nimeuliza pale, mpango ulikuwa kwamba tuifanye iwe session tofauti kwa watu ambao wanataka kufanya, yani wako interested zaidi na masuala ya development, kwa sababu ilikuwa kama vile tunaenda more technical. Kuna watu wengine wanaopenda general wanakuwa bored. Kwa swali kawa, je, tufanye iwe like a session kwa ajili ya technical development, ili kwa sababu kuna masuala kadhaa pia ya kuangalia upande wa coding yanayotuwezesha kufanya deployment. Kwa sababu nikaanza kuogopa kufungua masuala ya editors, tuanze kuangalia code na nini, tuanze kuangalia configurations. Kwa hiyo plani yangu ni kwamba labda kama ikiwezekana tutaweka poll pale kwenye group ili tuone tunaweza kuifanya ratiba tofauti, labda tukaifanya Jumatano, tukatafuta muda ambao tutafanya itakuwa ni maalum session ambao ni tech oriented. Kwa watu watakao kuwepo wanaweza kaona kabisa tunafungua back engine, tufungue kodi zimekaaje na hivi, kujua tunapofanya deployment vitu gani vya kuangalia, kwa sababu kule sio kwamba pia AI itakwenda blindly. Kwa that was the idea, lakini uko sahihi, hatukuifanya kwa sababu inaanza kuingia zaidi kwenye, yani tuseme jikoni, ambako kwa watu wengine wanaweza kusema mbona ghafla tumeingia kwenye darasa la programming and development, vitu kama hivyo. Lakini nadhani tunaweza kupanga session ambayo tutadeal na hayo maswala, ili mtu anayekuja pia ajue, kwa sababu leo nakuja hao jamaa wanaongelea zaidi maswala yanayohusu the engine itself. Naona. Kwa hiyo naam. Mtatuma hizo prompt, zile slides zilizokuwa zinahusu masuala ya prompt, alafu nitaziweka kwenye group pale, na natarajia kwamba mwezi wa 6 nitakuwa na majukumu fulani vya kusafiri hapa na pale, ambayo yanahusisha familia na hivi. Kwa hiyo naweza nikawa hapa na pale na hivi, kwa hiyo inawezekana nikawa sina utulivu wa kuweza kufanya hizi sessions binafsi. Kwa hiyo kama tukishindwa kuzifanya hizi session kwa mwezi wa 6, sababu kuu itakuwa ni hiyo. Alafu Mungu akijalia, mambo ya likizo akianza kuisha kuanzia mwezi wa 7 huko, tunaweza tukarudi tena. Nitajaribu kuona kama ikitokea niko mahali ambako uwezo wa mtandao unafanya kazi na ratiba na ruhusu, tutafanya pop-up sessions, lakini mkiona inashindikana, then sababu itakuwa ndio hiyo. Natumaini pia tutachukulia na muda wa likizo umeanza, kwa inabidi tuanze kukimbizana pia na masuala mengine ambayo yanaweza kavuruga huu utulivu wa hizi sessions. Naam, kwa kufikia hapo mimi nawashukuru sana, na tulianza bila mwenyekiti katibu, lakini naona nimemuona dada Bupe hapa, sijui kama yupo bado. Yes. Kwa hiyo nipo, maana na siwezi nikatoroka, mwalimu ni mkali sana. muhimu, vizuri. Kwa nashukuru kwamba upo, na karibu utoe ya kwako, alafu ikiwezekana basi utufungie ili tufunge session ya leo. Asante. Habari za leo. Ninawashukuru wote mlioweza kuhudhuria somo hili zuri, lakini ninasikitika kwamba huenda baadhi ya wengine wamekosa, maana lilikuwa ni somo zuri ambalo nadhani wengi wangeweza kufaidi zaidi.
lakini kwa sababu ni mwendelezo wa masomo ambayo bado tunaendelea nayo, basi tusiishie hapa, na nadhani tutaendelea kutengeneza maswali na tuweze kuyafanyia mazoezi haya yote uliyoweza kutupatia. Kwa kweli tuna bahati sana kuwa na mwalimu ambaye yupo kwa ajili yetu na tunapata mafunzo haya bure. Hizo ndo faida za kuwa wanachama wa TDC Global. Basi ninawasihi sana kwa wale wote ambao bado hamjajiunga na TDC Global, karibuni sana. Na vile vile tuna wakati mzuri unakuja kwenye mwezi Julai, ndio maana mwalimu anasafiri Juni. Julai tutakuwa na mkutano mkuu pamoja na uchaguzi, lakini tuna vitu vingi vinaletwa kwenu ili muweze kupitia na kutupa mawazo yenu na maoni, ushauri, mapendekezo. Tunatarajia kuboresha katiba ya TDC Global ambayo ninawasihi sana, ili tuishi kwa practice, kwamba unatafuta kutengeneza website yako, basi tembelea website ya TDC Global pamoja na ya CUSA ili uone ni nini tofauti yake na uweze kuona utakavyoweza kuboresha ya kwako, au utakavyowashauri wataalam waboreshe website yako. Pia tunaleta survey ambayo tunahitaji mtusaidie maoni na ushauri, ili uongozi uweze kupata mawazo na sauti zenu zisikike, kutusaidia kuboresha pale ambapo tunahitaji kusikia mnataka nini. Kama hujajiunga na TDC Global, tafadhali tembelea kwenye website yetu, utapata link ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye form na utalipia ada yako, ni kiwango kidogo tu, ili uendelee kufaidi na kushiriki zaidi katika faida nyingi tulizonazo TDC Global. Basi mimi niwatakieni jioni njema, wengine ni asubuhi njema. Sisi kwetu tayari ilishakuwa ni tarehe 31, lakini kwa uzuri wa masomo haya inabidi tu kuvumilia. Niwatakieni kila la heri na nawatakia Jumapili njema na Mwenyezi Mungu awajalieni afya njema. Asanteni na kwaherini, natamka session yetu imefungwa rasmi. Asante. Mwalimu